Yesu akaambia wanafunzi wake, nimeenda kuwaandalia makao, na ikisha kwisha makao nitawarudia. Akawaambia, nimewaachia imani. Ombeni kwa jina la Baba Mungu wenu, na katika imani yote mtakaoomba katika imani mutajibiwa. Akawaambia, chenye amewaachia sana cha muhimu ni upendo. Upendo wa Kristo umekuwa kati yetu kama wa Kristo. Upendo ndio vazi la wokovu. Maana ukiwa na upendo utakuwa umevaa vazi. Kwa maana nataka kusema upendo ni vazi. Kwa nini? Vazi hufunika uchi wa mtu. Kwa hivyo upendo ni vazi ya Mkristo. Maana wakati uko katika upendo na umeokoka, ni mengi utapatana nayo, lakini juu umevaa vazi la upendo utayafunikia. Mara mingi wakati umesimama vyema, ndio utachukiwa na wengi, hata wale wa karibu nawe. Usishangae, maana hata Yesu alikataliwa kwao. Ndio maana akasema nabii hana heshima kwao. Lakini ukiwa katika upendo utachukia wanaokuchukia. Ndio maana nimesema tuvae vazi la upendo. Upendo huweki mabaya, upendo husamea, na upendo unyenyekea, na upendo huvumilia, na upendo huhesabu mabaya, upendo usahau. Kwa hivyo kitu ya kwanza Mkristo kama umeokoka, kuwa na upendo, ukuwe na moyo wa kuomba msamaha, na ukuwe na moyo wa kusamea. Vitu tatu katika wewe unasema umeokoka, ndiposa ukaweze kushinda vita na majaribu. Cha nne, wewe umeokoka, kuwa mtu wa kuomba sana. Maana wakati unasema umeokoka, shetani yako mbio sana kupigana na huo wokovu. Anakuja kuchafua kwa matendo. Unapata jua uombi umeokoka, lakini matendo yako yaandamani na wokovu. Kwa hivyo kile kinaweza kukusaidia sana kushinda majaribu ya shetani ni maombi, upendo, msamaha. Unaposamea na wewe usamewe.